Mungu nisikie. Mungu, nimeshangaa Mungu. Mungu, lakini Mama, nimechoka kukaa na binti yako. Huu ni mwaka wa 3 sasa napasa. Nok chef. Haniambii mume wangu niletee maembe. Binti yako hashiki ujauzito. Binti yako haongei chochote kile. Wanawake wenzake wanasema mume wangu niletee embe, ndimu, vitu vya ugwadu. Yeye vitu hivyo havitaji. Sina cha kuongea chochote kile, ila nishamaliza mkataba. Binti yako simtaki. Udugu mimi na nyie umekwisha. Mama. Kaboko ndugu yangu, kuna mtu ananilia asali kwenye mzinga wangu. Nimeona ndugu yangu nikutafute. Nimeona nikuite ndugu yangu, nikwambie kwa sababu nadhani shemeji yako unamjua vizuri. Sasa ndugu yangu, nataka unipelelezee nani anayekula asali kwenye mzinga wangu. Nataka unipelelezee shemeji yako. Kwa sababu mazingira aliyokuwa nayo, sijaelewa ndugu yangu. Utanisaidiaje kwa hilo? Bwana Mandevu, mimi labda nikuahidi kitu kimoja. Ndio. Sawa? Na kama ninachokuahidi hichi kitu, ndio. Mimi swala la kumpeleleza shemeji kwamba anafanya nini na anakwenda kwa nani, mimi ndio swala kwangu dogo sana. Sawa. Tena swala hili halitachukua muda mrefu. Labda nikuhakikishie. Ndio. Mimi ndani ya siku 2 nakupa majibu aliyonyoka kabisa. Haki ya Mungu nakwambia. Na utamjua kabisa mtu anakula mzinga wako ni nani. Na mimi bwana nimepata sifa zako. Ni bwana ukimtafuta ndugu yako. Yaani mapema tu swala analikamilisha. Na mimi nikaona nije nikwambie ndugu yangu. Sasa sikia. Mimi hii kazi nimesomea kabisa. Sawa. Yaani usinione kwamba nafanya kazi na bahatisha. Hii kazi ipo kwenye akili. Na ninajua napeleleza vipi. Bwana acha. Yaani kazi ya kupeleleza watu mimi nimesomea. Ha? Na shemeji mimi nitamfuatilia hatua kwa hatua. Pasipo yeye kujua, pasipo mtu mwingine kuelewa kwamba mimi nafanya nini. Mimi sikufelishi. Bwana ndugu yangu bwana. Ili wewe subiria, nimekuahidi ndani ya siku 2. Siku 2. Mimi nakuletea majibu kwamba nani anakula asali yako. Sasa sikiliza. Mimi nitakupa siku 3. Kwa sababu ndugu yangu ukicheki hizo siku 2 achana nazo kabisa. Kwa sababu ndugu yangu ukiangalia shemeji yako mimi nampenda mpaka leo inaniuma, naongea kwa hisia.
Mimi hilo naniuma ndugu yangu. Mimi hilo nalijua. Bwana nakuomba ndugu yangu. Nalijua kama shemeji unampenda. Ndio. Na hicho anachokifanya wewe ukipendi, ndio maana umekuja kwangu. Sawa. Sasa nakuhakikishia. Kwa sababu ya sifa zako nimezipata, ngoja tuangalie. Ndio. Lakini na mimi unanipa siku 3. Siku 3 nyingi sana kwangu. Siku 3 za nini? Nimekwambia siku 2. Yaani wewe weka za kwako 3 ila mimi hizi 3 sitoboi. Mimi nakuachia. Na siku ya pili yenyewe nakuletea jibu asubuhi, sio jioni, asubuhi kwamba kazi nimekamilisha. Basi ndugu yangu haina shida. Basi sawa ndugu yangu. Sawa sawa. Hilo swala wewe umefikisha kwa mwenye kazi yake. Basi haina shida. Haina shida ndugu yangu. Sawa. Basi poa pamoja sana. Bana baadaye basi. Shida nini binti yangu? Mbona unataka kuniua kwa pressure? Shida ipo mama. Shida ipo kubwa. Mama, Frankie anahitaji mtoto. Tangu Frankie anioe mama, hatujui kubatikia hata mtoto mmoja, na wewe unajua. Hiyo ndio shida kubwa ya mimi na Frankie. Na kila ninapomwambia mume wangu, twende basi hospitali tukaangalie shida nini, wenzangu wataki. Maamuzi yake ndio hayo, anipige, anidhalilishe, leo kaamua kunileta mpaka nyumbani. Mama, naomba unisaidie, nampenda Frankie mwenzio. Pole sana binti yangu. Wanaume ndivyo walivyo. Kinachotakiwa hapa ni kumpa muda. Nashukuru mamangu kunisaidia kwa hilo. Siku zote wanaume ni wepesi sana kuchukua maamuzi ya hasira. Kwa hiyo cha msingi vumilia. Usijali binti yangu, tutaenda kuongea na rafiki yake ili akaongee naye. Na imani hili jambo litakaa sawa. Nashukuru mamangu. Nyamaza kulia. Nampenda mume wangu mama. Kila kitu kitakaa sawa. Bwana Minzilo. Yeah. Bwana bora tumekutana hapa. Mimi bwana kuna kazi nimepewa ndugu yangu. Na hiyo kazi ina hela. Unajua ina hela? Bwana Mandevu, unamjua bwana Mandevu yule? Yule bwana kanipa kazi ya kumpeleza mke wake. Kanipa kazi ya kumpeleza mke wake. Anahisi mke wake kuna vitu anavifanya kinyume na yeye. Sasa akaniambia bwana Kaboko, mimi nakuomba kwa kuwa wewe sifa zako hapa mtaani nazijua, naomba unipelelezee mke wangu, nataka nijue nani anakula asali kwenye mzinga wangu. Mimi nikamwambia hiyo kazi ndogo. Hiyo kwangu mimi kazi ndogo, hiyo naifanya ndani ya siku hizi 2. Basi yule jamaa tumekubaliana, fresh, kaniambia kuna hela. Sasa na mimi nimeona sio vema dilini nilifanye peke yangu. Kama unavyojua mimi rafiki yangu. Nimeona hapa bwana. Sasa hiyo kazi ambayo sisi naenda kufanya sisi, nakuwa napata pesa ama pesa hadi hamuna? Bwana, kazi tuifanye kwanza ndo anatoa pesa. Yaani tuifanye kazi pesa, na yule jamaa pesa, kwenye pesa hana shida. Shida hana kabisa, ninavyokuambia hana. Mimi hapa ninachotaka kukifanya hapa sasa hivi kwa wewe na ninachohitaji. Wewe kwa sababu jinsi ulivyo hivyo ukiwa unampeleleza, watu hawatakushtukia kuliko mimi. Mimi si wananijua sana hapa mtaani, nikiwa namfuatia watu watanishtukia mapema. Sasa nimeona nikushirikishe wewe kutokana na wewe mwenzangu jinsi ulivyo na mila zenu hizo, watu hawatakushtukia. Sawa. Sasa wewe mke wake anajua? Mimi namjua mke wake. Sasa kama mke wake anajua, basi hapo kitu umekwisha. Wewe nitakufanya na nipeleka mpaka nakuta ile mtu ambaye mke wake nakuwa ananionyeshia tu kidole. Rafiki, ile pale. Basi hapo mimi nakuwa namaliza kila kitu. Kwa sababu wewe na tamaduni zenu hizo ukiwa unamfuatilia, hamna mtu atakayejua. Basi hapo umekwisha di rafiki. Mimi nakukubali. Nilikuwa natafuta dili, leo unanipa dili? Hapo umekwisha di. Tusepe di.
uko wapi? Nilikuwa nafanya usafi wa nyumba. Unafanya usafi mpaka umefunga mlango? Namaanisha nilikuwa natimua takataka. We. Ndio maana unaona hapa wangu na ndugu zangu nyumbani sasa hivi. Nimetimua hapa mkuku bakola mtaa mzima, njia nzima pita na naiburuta mpaka kwao yani. Usijisahau. Alafu usijisahau. Usijiachie sana. Madevu yupo wapi? Madevu nimemwacha huko Hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo nitaambia Madevu anakoloma. Anakoloma huko nimemwacha. Kwa hiyo nataka niambie uhuru unao. Maana nina kimuhemuhe yani. Sio unajua ni nyumba ikiwa safi, kwa hiyo nyumba ikiwa safi kidogo unaingiza baraka. Kwa sasa hizi ni mwendo wa enjoy. Acha nizame ndani. Frank, tatizo nini ndugu yangu? Maana mama yako mkwe, ndugu yangu kaja sio mchezo. Yaani hadi sijaelewa tatizo umefanya nini mama mkwe? Kaja kwako kufanya nini kwa mfano? Kaja kwako kufanya nini? Mama mkwe kaja na pointi ya kuhusu mtoto wake, umemkimbiza na umemwacha. Tatizo nini bwana Frank? Hebu niambie ndugu yangu. Kumbe kuhusu hilo. Ndugu yangu Hassan, usiumize kichwa kuhusu masuala ya familia ile. Na kuhusu familia yangu usiumize kichwa. Sawa, maamuzi nishatoa mimi. Katika swala kuoa mtu akunishauri na kuacha mtu atakunishauri siku moja. Sawa, nimeamua mimi mwenyewe kwa sababu ambazo zipo ndani ya uwezo wangu au zipo nje ya uwezo wangu. Kwanza, wewe mwenyewe unajua mwaka ngapi nipo na mke wangu wewe. Sawa. Mwaka wa 3. Mwanamke no ujauzito ndugu yangu. Kwa hiyo zeni hapa inakuwa changamoto, siwezi kuvumilia. Mwanamke ndugu yangu hata ujauzito kichefu hakuna ndugu yangu. Nikirudi nyumbani nyumba imepoa. Nikuta hayupo nakuta tu mlango tu unaniangalia hivi kweli. Angalia mwenzangu siku hizi una mtoto huyu hapa. Lakini bwana Franki, mimi ninavyojua kwa mwanamke natakiwa uvumilie. Kwa sababu mashehe wapo, wataalamu wapo, hospitali kupo. Kwa nini usingempeleka hata hospitali au kwa mashehe kidogo ili akananiliwe? Sasa mimi nitoe hela yangu, nimetoa mali afu nitoe hela kwenda kumuhangaikia mwanamke ili kisa mtoto. Nimevumilia, nimeshindwa. Wanawake wengi wapo wazuri, nitapata atakenizalia. Nishajivua. Sihitaji. Ukija kwangu ndugu yangu, njoo na pointi zingineo. Dili za hela, za kazi, mwanangu Franki, kuna mishe tuende kupigia hapo sawa. Ukiongea masuala sugusu ile familia yenyewe kwanza waangali. Lakini mimi ni rafiki yako, kukupa ushauri ni kawaida au nimefanya makosa ndugu yangu? Hilo nao ndugu yangu lina umuhimu. Uende la muhimu kwako la sio kwangu. Mimi naona mimi kwa sasa haina muhimu. La muhimu. Shoga yangu. Leo nina furaha. Sijui furaha unaijua? Nataka nini? Au nikuhadisie? Niambie, maana natamani sana nijue furaha yako shoga yangu. Yule mwanamke yule kafukuzwa jua la saa 7 na mume wake. Mkuku. Upo? Karudishwa kwa mama yake. Shoga yangu, hilo nilikuwa nataka nilisikie kwako. Kwa hiyo imekuwaje? Nina furaha. Si unaelewa? Nakuelewa. Wacha nicheke mimi nenepe. Dada nikwambie. Niambie. Na hapa kilichopo. Nataka nimfuate yule mganga yule. Aniongezee dawa nyingine. Nipigilie. Aendelee kubaki kwa mama yake. Alafu mimi hapa ndo mama mjengo. Shoga yangu, na unayaweza. Kwa taarifa yako, nataka nipige huku na huku. Upo? Wote ni wamiliki. Niwaweke hapa. Mimi hapa ndo mama mjengo. Upo? Nakula huku. Nikija kuunganisha napata kitu hiki. Dada, wewe acha kabisa. Ila unayaweza shoga yangu. Naweza, acha nijiachie. Yule bwana Madevu yule alishanichosha. Kwa nataka mimi nikisema hivi, unaelewa?
Habari yako ndugu yangu? Salama. Mbona salama tukavukavu, yani kama vile unijui? Kwani una shida gani na mimi? Mbona kama unanipokea kishari? Umemaliza kunisalimia? Sikiliza wewe. Mimi na wewe hatuna urafiki. Na hauwezi kuwa rafiki yangu. Sijui unanielewa? Kwa sababu umevunja ndoa yako huko kwa mmeo. Hivyo sina urafiki na wewe. Upo? Mwisho uje univunjie ndoa yangu na mimi kaa mbali na mimi. Na sitaki mahusiano na wewe. Upo? Mwangalie kwanza. Ndio alivyomshuka. Limepauka. Tizame na dela lake lilivyomshuka.